Tunaendelea quantum number ya pili inayokwenda kwa jina la azimuthal quantum number. Nini maana ya azimuthal quantum number? Hii ni quantum number. Ni quantum number ambayo inaelezea kuhusu what? Kuhusu shapes za subshell. Tunaanza kuhusu shape za subshell. Mara mwisho tuliona kuhusu principal quantum number ambayo kesho na Fn. Tukasema principal quantum number inaelezea kuhusu main shell. Main shell. So, nini maana ya subshell? Subshell hizi ni shell ambazo zinakuwa within a main shell. Let's say kwa mfano hii ndo main shell ambayo ni principal quantum number ngapi? Namba 1. Kwenye hii main shell unaweza ukaipata subshell fulani. Let's say ndo subshell ambayo inapatikana kwa nini main shell namba ngapi? Namba 1. Sasa hii subshell unaweza ukaijua wakati kama unajua kuhusu nini? Azimuthal quantum nini? Azimuthal quantum number. Kumbe principal quantum number inaelezea kuhusu main shell, ila azimuthal inaelezea kuhusu nini? A small shell within a main shell. Umeona? Na pia zinatoa detail kuhusu shape ya hiyo nini? Ya hiyo subshell. Ndio maana nasema ni quantum number ambayo inaelezea kuhusu shape ya subshell within what? Within main nini? Main shell. Kumbe kuna uhusiano kati ya nani? Kuna uhusiano kati ya azimuthal quantum number na principal quantum number. Umeona? Kwa hiyo kunakuwa na relationship between what? Principal quantum number and the azimuthal quantum number. Ina maana vipi? Kwamba huwezi kuipata azimuthal quantum number bila kujua thamani yapi ya principal. Na value za azimuthal quantum number zinaanzia 0 mpaka ngapi? Maximum ni 3. Umeona? Na unaweza ukazipata hizo thamani kwa kutumia kanuni ifuatayo. Kama utakaopatia azimuthal sawa, uchukue na principal minus ngapi? 1. Umeona? Kwa hiyo na maana kama ukiwa na L, ukiwa na principal quantum number namba ngapi? Namba 1. Thamani ya L itakuwa thamani ngapi? 0. Maana itakuwa ni principal quantum number ikiwa namba 1, maana 1 minus ngapi? 1. L unapata ngapi? 0. Principal quantum number ikiwa namba 2, L unapata sana ngapi? 1. Principal quantum number ikiwa ni 3, unapata L ziko to ngapi? 2. Ikiwa ni 4 principal quantum number, azimuthal inakuwa ni ngapi? 3. Ndio maana nasema maximum for azimuthal zinaanzia 0 mpaka ngapi? Minimum ni 0, maximum ni ngapi? 3. Na tumesema tu inaelezea, tumesema azimuthal inaelezea kuhusu shape za subshell. Sasa ikiwa L 0, hapo unapata S subshell. Ikiwa na L ni 1, unapata P subshell. Azimuthal ikiwa ni 2, D subshell. Ikiwa ni 3, unapata F subshell. Hizo aina ya subshell. Kwa azongo na azimuthal 3 unajua hapo na F subshell. Na azimuthal ni 2 ni D subshell. Hii ndo majina ya hizi nini? Ya hizi subshell ambazo yamegewa. Umeona? Kwa hiyo tutoe hivi, tuongeza shape ya S subshell. Shape yake ikoje S subshell? Shape ya subshell ni spherical. Shape ya P subshell nini? Dumbbell. Shape ya D ni cloverleaf. Unakuwa na dumbbell mbili unazicross. Na shape ya F subshell ni complex shape. Unakuwa na kitu kama hiki. Hiyo ndio shape ya nini? Ya F subshell. Umeona? Kwa hiyo tumeona hapa jinsi gani azimuthal umeweza kuelezea kuhusu nini? Shape za nini za hizi subshell. Kwa hiyo na S subshell, P subshell, D subshell na F subshell. Hizo ndo nini? Ndo subshell zetu ambazo tumeziongea. Lakini kila subshell ina shape. Umeona? Kwa hiyo utazijua hizi subshell pamoja na shape yake kama unajua jinsi ya kutafuta azimuthal quantum number. Tatu represent kwa kutumia kwenye structure kwa kuonyesha kwenye atom. Kwa kuonyesha kwenye nini? Kwenye atom. Tunajua kwamba atom inakuwa na energy level, inakuwa na energy level namba 1 ambayo n = 1, inakuwa na energy level namba 2 ambayo inakuwa energy level namba 3, energy level namba 4. Tunajua kwamba energy level ndio shell, sio hivyo? Na usiona tunajua uhusiano kati ya nini? Uhusiano kati ya principal quantum number na nini? Na azimuthal. Kwa hiyo nikiwa na n = 1 ndio hii hapa, n = 1 maana ni shell namba 1 ambayo ni K shell.
tumesema unapata azimuth unapata ngapi? Sifuri. Na kwa n ikiwa ni moja, azimuth ni ngapi? Sifuri. Na ukiwa sifuri unajua ni shape, unapata aina gani ya subshell? Ni S subshell. Kwa unakuwa na S subshell kwenye principal quantum number namba moja. Umeona? Ukiwa na n ziko tu mbili, na hapa n inakuwa ni ngapi? Mbili. Kwa na mbili toa moja unapata L ni ngapi? L unapata ni moja. Kwa hiyo utapata nini? Utakuwa na P subshell. Kwa hiyo kama L ni moja, maana itaanzia 0 mpaka ngapi? Mpaka moja. Kwa hiyo utahusisha S na nini? Na P. Kwa hiyo utapata thamani yake ni moja. Kwa hiyo itaanzia 0 pamoja na ngapi? Na moja. Kumbe nikipata L ni moja, maana itaanzia kwenye 0 hadi wapi? Hadi maana kutakuwa na 0 pamoja na moja. Hapa tutakuwa na nini? Na 0. N ikiwa 3, L unapata ni ngapi? Unapata ni 2. Maana itaanzia kwenye 0 1 mpaka ngapi? Mpaka 2. 0 1 2. Ukiwa na n ni 3, L unapata, ukiwa na n principal quantum number namba 4, L unapata ni ngapi? 3. Maana itaanzia ni S P D hapo ni 0 1 2 mpaka nini? Mpaka na ngapi? Mpaka 3. Hiyo ndio jinsi ya kupata nini? Ya kujua subshell within a main shell. Kwa na principal quantum number namba moja utakuwa na only one subshell. Kwenye principal quantum number namba 2 utakuwa na S pamoja na P subshell. Kwenye principal quantum number namba 3 utakuwa na S, P na D subshell. Kwenye principal quantum number namba 4 utakuwa na S, P, D na F. Umeona? Na tuzionyeshe hizi subshell na location yake zinapatikana kwenye level namba ngapi au kwenye shell namba ngapi? Pata kwenye level namba ngapi? Namba moja, sababu ni principal quantum namba ngapi? Namba moja. Is S na principal kwenye level namba ngapi? Namba 2 au ipo kwenye shell namba 2. Kuna 2S 2P. Hizi kwa shell namba ngapi? Namba 3. Hizi zipo kwenye shell namba ngapi? Namba 4. Kwa hiyo tutaweka 4. Kwa kwenye hapa nakuwa na 1S, 2S, 2P, 3M, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D na 4F. Umeona? Kwa hiyo ndo mpangilio wa nini? Wa subshell kwenye kila nini? Kwenye kila main shell. Kiufupi kwa kusummarize moja kwa moja, nikisummarize kiufupi kwamba hivi. Nikisummarize kiufupi maanisha kama ifuatavyo kwamba nikisema kwamba azimuth quantum number inaelezea kuhusu nini? Kuhusu apartment. Niseme kama ni sat nikasema tu apartment. Ila principal quantum number niseme kama nini? Ni kama floor ya gorofa. Tuseme kwamba kwenye floor namba moja hizo n ziko tu moja, maanisha ni floor namba ngapi? Namba moja. Lakini kwenye floor kuna apartment ngapi? Kuna apartment tu moja ambayo ndio S apartment. Umeona? Tulete roof ya ngapi? Floor ya ngapi? Ya pili ya gorofa. Kuna apartment ngapi hapa? 2. S na nani? Na P. Kwenye floor ya 3 ya gorofa kuna apartment ngapi? 3. S, P na D. Hiyo ndio kwa lugha rahisi ambao tumeona ikaeleweka kwa rahisi kwamba principal anaelezea kama ni floor ya gorofa. Azimuth kuelezea zile apartment ambazo zinapatikana kwenye kila gorofa. Kama namba fikiri tuishie kwa hapo, ila kama ndo kwa mara ya kwanza kwenye channel yangu usisahau ku like na ku subscribe. Mpaka siku nyingine, chao.